wewe katika jamii nani? Jamii na ukamata kama nani katika ulimwengu? Yawezekana tabia zako zikaharibu jamii, yawezekana tabia ambazo ulizokuwa nazo zikaongoza jamii, kwa sababu jamii na kuangalia. Tukiambatana na kumomba Mwenyezi Mungu dua za kutengeneza tabia, tutaishi vizuri. Tabia kama batin ambayo ni za roho, kibri, unaambiwa njia sahihi ya kupita ni hii, au sikii. Shekhani, maradhi mabaya, watu wanashindwa kukuongoza, wanaogopa kwamba kibri chako kimepita sana, kwamba nikimfuata fulani wallahi ataniaibisha, japokuwa umemfuata kwa tabia nzuri, kwamba pita hapa. Matusi, watu wanatukanana. Waislamu, ni kweli Ramadhani hii tukunayo leo hii ndio mfumo ambao Mwenyezi Mungu ametupa? Haiwezekani. Na hasa Waislamu hatujielewi kujishusha. Mwenyezi Mungu katuletea ibada za Ramadhani, tunafunga kwenye msimu mmoja, hakuna wa zaidi, kwamba kwa sababu wewe umesoma, kwa sababu wewe ni kiongozi, Mwenyezi Mungu anakusushia kidogo kwamba Ramadhani yako itakuwa ni siku 5. Wengine ambao hawana jina, siku zao zitakuwa 30. Mwenyezi Mungu akutuchagulia hivi. Duq TV1, harakati zetu, mawaidha, mihadhara na matokeo ya jamii kupitia simu yako ya mkononi. Pamoja na Duq TV1, miski ya roho, unachomokaje? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، فاتقوا الله تعالى كما قال عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Waheshimiwa waja wa Allah, ashukuriwe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye katuweka katika uvuli wa shahru Ramadhan, uvuli wa rehma, uvuli wa rehma kutoka kwake Azza wa Jal, kwa utashi wake na makadirio yake na uwezo wake katujalia katika muda huu kuwa katika rehma zake. Ni nyakati bora ambazo katupa katika uhai wetu, inabidi tuzitumie kwa kumshukuru, na shukurani hizi zitaendana na vitendo vyetu ambavyo tutakavyoambatana navyo katika mwezi wa Ramadhani na baada ya mwezi wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake amehakikisha miongoni mwa rehema zake, katuambia: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, enyi ambao mlimuamini Mwenyezi Mungu, niwapeni amri, niwapeni fursa ya sheria kahukumu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa waja wake, na zawadi ya mwezi wa Ramadhani kusema kwamba ametupa mwezi wa Ramadhani kama alivyowapa watu ambao waliokuwa kabla yetu, ili tupate kuwa wacha Mungu. Ndugu zangu Waislamu, wacha Mungu sawa na Ramadhani tunavyoifahamu, lakini ucha Mungu una vitu ambavyo vinatakiwa Muislamu aambatane navyo ili hakikisha katika uhai wake kwamba amefika katika manzila, katika sehemu ya ucha Mungu. Japo swala hili la ucha Mungu analifahamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini kibinadamu tutahesabu kile ambacho tunachokiona sawa na matendo yetu. Hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya mwezi wa Ramadhani tunavyouona ni tabia ambazo na mifumo tutakayoendana ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani. Hivyo basi tukachagua mada muhimu katika
nyakati hii au muda huu kuzungumzia kipengele cha husnul khulq, tabia njema ambazo tutaambatana nazo ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, hatuwezi tukajihesabu kwamba tumekaa katika wema ila tutakuwa tumeangalia katika vitendo vyetu na tabia zetu, ima tabia ambazo zitaambatana na binadamu kwa Mola wake, au tabia ambazo zitaambatana na binadamu kwa viumbe wenzake. Na tabia hizi Waislamu, neno tabia, ima tabia ziwe nzuri au tabia ziwe mbaya. Na bila shaka neno tabia, kama wanazuoni wanavyozungumza, al-amru jami', ni mkusanyiko ambacho ni vitu ambavyo vimekusanyika katika maisha ya binadamu. Lakini hapa tunazungumzia tabia njema, mkusanyiko wa vitendo ambavyo Muislamu ambaye anatakiwa ambatane navyo, vitendo vya kheri ambavyo vitendo hivi vitahesabika kuwa ni thawabu kwake, na kuepukana na vitendo vya shari ambavyo vitahesabika kuwa kaachana vitendo vibaya, na utakapokuwa umeachana na vitendo vibaya tayari utapata thawabu. Sawa na sheria ya Kiislamu vile imetuongoza. Imam Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika mlango huu akasema, tabia njema ni sura ya mfumo wa binadamu, lakini ni mfumo ambao uko ndani ya roho ya binadamu, ambavyo mfumo huu unatoka ndani ya mwili au ndani ya roho unakwenda katika viungo, na wale ambao ni viumbe wakashuhudia kwamba fulani ana tabia njema. Kuna sahaba, kuna tabi anaitwa Ikrama, anasema radhiyallahu ta'ala anhu, likulli shay'in asas, kila jambo lina msingi, kila jambo lina msingi. Akasema asasul islam, na msingi wa Kiislamu ni tabia njema. Akasema kila jambo linaweza kuwa na msingi ambao limekamatia heko, na Uislamu umechukua tabia njema kuwa ndio msingi hasa. Na ndio maana tunaposoma vitabu kwamba kama Uislamu uliendelea na ukapata hadhi na heshima katika ulimwengu, ni kwa sababu ya tabia njema. Na tutapopoteza tabia njema tumepoteza Uislamu. Lakini tabia hizi inabidi ziambatane, ima tabia ambazo zimefungamana na kwa Allah subhanahu wa ta'ala, binadamu na Mola wake, ama tabia za binadamu na viumbe wenzake. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, hakuna kitu ambacho kitakuwa na thawabu kubwa na mizani siku ya Kiyama kama tabia njema. Kauli za Mtume alayhi salatu wassalam, katika vitu ambavyo vitamfanya Muislamu awe kwenye mizani yake wema, awe amefungasha uzito wa kutosha kama tabia njema. Kwa hiyo tunapokuwa katika uvuli wa rehema kama huu wa mwezi wa Ramadhani, inabidi Muislamu afanye juhudi na jitihada, hakikishe kwamba amefanya hatua kutoka katika mifumo mibovu kwenda katika mifumo mizuri. Hivyo basi kiongozi wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuacha kumwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tabia njema.
tumtizame katika dua zake. Kuna dua ambayo imepokewa katika kitabu cha Imamu Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba dua hii: Allahumma janibna almunkarat alakhlaq walamal walahwa waladwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba dua hii, na hii dua Waislamu imefungamana, imekusanya mambo mengi ya ulimwengu ambayo ni tabia zote za ulimwengu, tabia ambazo ni chafu tupu, ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimwomba Mwenyezi Mungu amkinge nazo. Tafsiri ya maneno haya: Mwenyezi Mungu, nakuomba unikinge na tabia mbaya, wal a'mal, na vitendo vibaya, wal ahwa, na kufata matamanivu yasiyokuwa sawa, wal adwa, na maradhi yasiyopona. Imam Sheikh Fauzani rahimahullah katika kitabu, katika kutafsiri maneno haya, kaandika kitabu kizuri ambacho amechukua hadithi ambazo zimekusanywa katika kitabu ambacho maarufu Bulughul Marami min Adillati al-Ahkam, ambacho ni kitabu jami'. Akatafsiri maneno haya. Vile vile Imam Uthaymeen rahimahullah katika kitabu maarufu ambacho amekisherehesha Bulughul Marami, Fathu Dhil Jalali wal Ikram, wamefasiri hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tumombe Mwenyezi Mungu msamaha kwa sababu yeye ndiye msamehevu na mrehemevu. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Waheshimiwa Waislamu, dua hii ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuomba Mwenyezi Mungu, Allahumma janibni, Mwenyezi Mungu nakuomba unikinge na munkarati la akhlaq, na tabia mbaya. Ahlul ilmi, wana wazuoni wakafasiri tabia mbaya ambayo Mtume alayhi salatu wasalam amekusudia ni akhlaqu albatina, tabia ambazo ziko ndani ya moyo: husda, chuki, ghadhabu na kadhalika, kuteta, kusengenya na mambo mengine machafu, ambazo hizi ziko ndani ya moyo wa binadamu. Kumchukia mtu bila sababu za msingi, kumchukia mtu na kumfanyia husda, kupenda madaraka sana, zote hizi ni munkarati, ni vitu ambavyo vibaya, havipendezi kwa Muislamu. Sawa na mwezi wa Ramadhani, Muislamu atumie nafasi, kwa sababu kila mtu ni shahidi wa nafsi yake. Hatuwezi kutoka ndani ya Ramadhani tumepata malezi mazuri, baadaye ukaenda kaingia katika ushafu. Lakini mwezi wa Ramadhani ututengeneze kitabia. Na ikiwa Muislamu atapata tabia nzuri, ataishi vizuri. Imamu Sheikh Al-Badri rahimahullah wa hafidhahullah ta'ala anasema tabia nzuri Waislamu miftahu likulli khairi, ni ufunguo wa kila jambo la khairi. Tabia nzuri Waislamu ni nuru katika maisha. Tabia nzuri Waislamu zinamfanya Muislamu kushiba. Tabia nzuri Waislamu ni mafanikio ya maisha.
Jambo la pili aliloliomba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu amwepushe nalo, munkaratul a'mal, mambo mabaya ambayo yanamchukiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ahlul ilmi wakasema miongoni mwa tabia mbaya ambazo ni tabia zinazojulikana ambazo ziko wazi, shirku billah, ushirikina. Shirki ni katika tabia mbaya. Mwezi wa Ramadhani, Waislamu tutumie nafasi kujiepusha na vitu ambavyo vitabatilisha amali zetu ambazo tunashinda na saumu kuanzia mchomozi wa alfajiri mpaka kuzama, na bado tunakaa tahajjudi na ibadati mbalimbali, tunajikita kusoma Qur'ani. Lakini kama tujatizama kwenye tabia, tusahihishe kile ambacho tulichokuwa nacho, ni kwamba hizi zote ambazo tunazifanya, hasa shirki, itaharibu ibada zetu ambazo tuko nazo. Miongoni mwa tabia ambazo ni amali zinazoonekana, zina. Muislamu kutoka ndani ya Ramadhani kisha ukafanya uzinifu, na wako Waislamu wanazini mwezi wa Ramadhani, wako Waislamu wanazini ndani ya mwezi wa Ramadhani, na wanataamuli na wazinifu wenzao ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ramadhani haiwezi kuleta matunda mazuri kama tutakuwa hatujakamata Ramadhani kisawa sawa. Cha Mungu hatuwezi kupata. Kwa hiyo tabia ya Waislamu ni mifumo ya maisha ambayo tunaishi nayo. Miongoni mwa vitu ambavyo tunabidi tujiepushe navyo, uzinifu. Zina ni katika madhambi makubwa, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema wasaa sabila, mafanikio hakuna, bali itakuwa ni shari, na shari yenyewe ni shari mbaya. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaomba jambo la tatu Mwenyezi Mungu amuepushe nalo, munkaratul ahwa, kufata matamanivu. Na hili la haula wala quwwata illa billah. Matamanivu ni kufata vile nafsi yako inavyokupeleka, sio sheria, vile unavyowaza. Mimi nawaza hivi, ndivyo unavyokwenda, sio sawa sawa na sheria. Utafikia kuwapoteza watu, shekhi. Itafikia wewe kupoteza utu wako, kwa sababu wewe unaendana na mfumo wa nafsi yako. Yawezekana kitabu cha Mwenyezi Mungu unakisoma, yawezekana alhamdulillah rabbil alamin mutamayiz, lakini matamanivu yanakupeleka vibaya. Na ndio maana ukiendana matamanivu, yani utashtuka sheria ya Mwenyezi Mungu umeitupa pembeni, na wewe utajiona kwamba bado unakwenda katika mfumo uko sawa. Matamanivu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani akasema, araaita man ittakhadha ilahahu hawa. Je, umemwona yule ambaye amepotea kwa kufata matamanivu yake? Tabia ya Waislamu ni mfumo wa maisha ambayo Muislamu inabidi aendelee. Wako watu Mwenyezi Mungu amewajalia kupata riziki na mapato madogo, lakini sawa na matamanivu yao wakawadharau binadamu wenzao, maadamu hawana chochote na hawana uwezo. Lakini kwenye ile riziki kidogo wakadharau binadamu wenzao, na wengine wanatafutia mpaka wafanyakazi wao sababu. Yani mtu anaendeshwa na matamanivu ya nafsi yake. Ndugu zangu Waislamu, hasa matamanivu ya kuharibu Uislamu. Chunguza vizuri, wewe katika jamii nani? Wewe katika jamii ni nani? Jamii na ukamata kama nani katika ulimwengu? Na inatakiwa uwe vipi katika mfumo wako?
ndio huo ambao unaofuata au mfumo mwingine. Yawezekana tabia zako zikaharibu jamii kwa sababu wewe ni fulani katika mji. Yawezekana tabia ambazo ulizokuwa nazo zikaongoza jamii kwa sababu jamii inakuangalia. Na ndio maana Waislamu, watu waliingia katika Uislamu zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka leo kwa sababu ya tabia. Kwa hiyo Ramadhani hii imetukutana hai sawa na misukosuko ambayo tuko nayo, lakini tusipotezi tabia. Tusipotezi tabia. Jambo la 4 aliloomba Mtume sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu amuepushe nalo, munkaratu, ni jambo ambalo la kuchukiza, maradhi ambayo yasiyopona. Subhanallah, kwenye maradhi yasiyopona kuna saratani, kuna ugonjwa wa sukari, ambayo ni magonjwa makubwa kwa leo, yanaharibu jamii. Mtume sallallahu alaihi wasallam amemuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amuepushe na maradhi haya. Na kweli, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa na ugonjwa wa kawaida ambao ni homa, na kuumwa muda mrefu, ambayo ni maradhi muda mrefu yanaweza yakakata watu tamaa. Kile ambacho ulichokuwa nacho kidogo kitakwisha, ambacho huenda kingesaidia familia na watu ambao utakobakia. Lakini kama umeumwa muda mrefu, basi utapoteza vingi na watu watachoka na maradhi yako. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuomba sana Mwenyezi Mungu maradhi kama ya kuanguka, maradhi kama ya kuanguka ya ulema, maradhi vile vile ya kupoteza baadhi ya viungo. Sasa ukipoteza macho, shekhe, hutopata jicho lingine. Kupoteza mguu, huwezi kupata mwingine mguu, shekhe. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akawa amemkubalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, tukiambatana na kumomba Mwenyezi Mungu dua za kutengeneza tabia, tutaishi vizuri, na hasa tabia kama batin ambayo ni za roho, kibri, usikii, unaongozwa usikii, unaambiwa njia sahihi ya kupita ni hii au usikii. Sheikh, haya ni maradhi mabaya, haya ni maradhi mabaya. Watu wanashindwa kukuongoza kwa sababu wanaogopa kwamba kibri chako kimepita sana, kwamba nikimfuata fulani wallahi ataniaibisha, japo kuwa umemfuata kwa tabia nzuri, kwamba muongoze kwamba pita hapa. Matusi, watu wanatukanana. Waislamu wamefunga mwezi wa Ramadhani, wanatukanana. Waislamu wanatoa matusi mabaya kuwatukana Waislamu wenzao. Waislamu, ni kweli Ramadhani hii tukunayo leo hii ndio mfumo ambao Mwenyezi Mungu ametupa? Haiwezekani. Na hasa Waislamu tunatumia kibri sana, hatujielewi kujishusha, tunatumia kibri sana. Matusi ni mengi katika vinywa vyetu, nyingi sana, wakati Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katuletea ibada. Tunaswali kwenye safa, utamdharau vipi mwenzako kwenye safa moja? Mwenyezi Mungu katuletea ibada za Ramadhani, tunafunga kwenye msimu mmoja, hakuna wa zaidi, kwamba kwa sababu wewe umesoma, kwa sababu wewe ni kiongozi, kwa sababu wewe ni fulani. Hapana, Mwenyezi Mungu anakusushia kidogo kwamba Ramadhani yako itakuwa ni siku 5. Wengine ambao hawana jina siku zao zitakuwa 30. Mwenyezi Mungu akutuchagulia hivyo. Dhulma,
Waislamu wadhulumiana, kudhulumiana kwenye haki mbalimbali. Dhulma Waislamu, yawezekana ukatumia maneno yako ikawa dhulma, sio mpaka mali. Yawezekana maneno yako yakawa dhulma, kumdhulumu mtu haki ya uhaki. Sema kweli shekhi, kama ni kitendo ambacho umefanya wewe, sema kweli. Matendo yako mabaya yasiwi sababu ya kumzingishia mtu. Umeanguka wewe, lakini usimjalie mtu mwingine. Kosa lako liwe kosa la mwingine. Umeharibu wewe, iwe ni haribu ameharibu fulani, sio wewe. Kama Mwenyezi Mungu amekujalia fasaha ya kuongea, fasaha ya mali na ilmu, fasaha ya utajiri na cheo, hicho ni chako shekh. Alhamdulillah rabbil alamin. Tizama tabia, tizama tabia ambazo ndio mfumo wa maisha. Tumalizie Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la ala khulqin adhim, tabia zako hazina mfano. Wakazungumza ulama kwamba adabul Qur'an, kwamba tabia za Mtume alayhi salatu wasallam, adabu na mfumo wake ni Qur'an, sawa na vile alivyofasiri mama yetu Aisha radhiyallahu anha alipokwenda kuulizwa na maswahaba radhiyallahu anhum, tupe tabia za Mtume, akasema tabia zake ni Qur'ani. Na ndio maana wanazuoni wakasema kwamba adabuhu al-Qur'an, tabia zake na mfumo wake ni Qur'an. Waislamu, umepata cheo, usitumii cheo kwa ajili ya kuwadhulumu watu. Umepata cheo, usiingizi silaha kwenda kuwaiba watu. Mwenyezi Mungu amekupa zawadi, lakini zawadi hii ni masulia ambayo utaulizwa siku ya kiyama. Lakini sawa na hali tunayo na mitihani tunayo kwa sasa, tutizame Waislamu, tabia zetu ziwafundishe watu wengine. Tabia zetu ziwafundishe watu wengine ambao sio Waislamu, ili tupate neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adhabad dayn wa adhabal qabri wa fitnatil mahya wal mamati wa min sharri fitnati masihid dajjal. Rabbana taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa qurba ruku'ana wa tilawatana al-Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-amna was-salama wal-istiqrara li hadha al-bilad. اللهم إنا نسألك الأمن والسلامة والاستقرار لهذا البلاد. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلا أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شؤوننا كلها، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وبالإجابة الجديد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Duq TV1, harakati zetu, mawaidha, mihadhara na matokeo ya jamii kupitia simu yako ya mkononi. Pamoja na Duq TV1, miski ya roho, unachomokaje?